Nimekuwa somo la baraka sana. Leo tunajifunza kwa habari ya kuipa nafasi damu ya Yesu. Na tukasema ya kwamba kuipa nafasi damu ya Yesu isifanye kazi ndani ya maisha yetu, maana yake ni kuiwajibisha. Maana yake ni kuipa fursa. Maana yake ni kuitambua ya kwamba hiyo damu ya Yesu inaweza kitu. Amen. Inaweza kuharibu magonjwa, inaweza kuharibu nira, inaweza kuvunja vifungo vya aina mbalimbali. Na tumesoma katika kitabu cha Ibrania 9 ile mstari wa 14 tunaona jinsi ambavyo ile damu ya Yesu Kristo ilikuja, alijitoa nafsi yake ili kukomboa wanadamu kwa ahadi ya milele. Maana yake ni kwamba tumekombolewa, alipigwa msalabani, akamwaga damu yake, ikalipa deni, ikalipa gharama zile ambazo sisi tulikuwa tunahesabiwa kwamba ni waovu, zile ambazo sisi tulikuwa tunahesabiwa kwamba ni wamateka, zile ambazo sisi tulihesabiwa kwamba ni magonjwa, zile ambazo sisi tulihesabiwa kwamba ni laana. Ile kuinjuka kwake pale msalabani, akabeba laana zote. Na ile damu iliyomwagika ndio sasa inasimama sisi kama silaha ya kwenda kupigana, ya kwenda kudai, ya kwamba tunadai vitu vyetu vilivyochukuliwa, ya kwamba tunadai chochote kilichotekwa. Kwa nini? Kwa sababu gharama ilikwisha kulipwa. Shetani huna uhalali tena kukamata mali zetu. Shetani huna uhalali tena kukamata afya zetu. Shetani huna uhalali wowote wa kutufanya sisi tukakaa katika jela. Achilia kazi zetu, achilia maisha yetu, kwa sababu iko fidia inayonena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena nguvu. Damu ya Yesu inanena uweza. Ina mamlaka iliyo kuu. Ilitangaza agano jipya, nalo ni agano la ushindi. Ni agano la maisha mapya. Tunapopita katika mapito, tunaipeleka damu ya Yesu, inanena ushindi. Pale tunapopita katika adha mbalimbali, ni sisi kujitambua kwamba hilo damu ina mamlaka kuu, inaweza. Ni sisi kutambua ya kwamba hiyo damu tuipe nafasi, ifanye kazi, iharibu vifungo, inene habari njema, inene mafanikio. Ni sisi kutambua ule uwezo ulioko ndani ya damu ya Yesu Kristo, alafu kisha kuiachilia katika maisha yetu. Tutaona ushindi wa maisha, tutaona jinsi ambavyo tutavuka, maana hakuna chochote cha kulinganisha na damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ni kuu, ni mamlaka iliyo kuu, na ni agano lililo kuu. Mungu awabariki sana. Nichukue nafasi kukaribisha kwamba mara hapa kanisa la Mount Zion tunayo maombi mbalimbali. Mojawapo ni maombi ya kujifunza jinsi ya kupeleka damu ya Yesu Kristo, kuiwajibisha, itende kazi, kuipeleka ili iweze kuvunja vile vifungo. Tunakuwa na maombi siku ya Jumatano, tunakuwa na maombi siku ya Ijumaa, lakini pia tuna ibada kuu siku ya Jumapili. Kwa hiyo nichukue na fursa hii kukaribisha kwamba jamani, karibu sana. Karibu tuweze kujengana sisi kwa sisi, ili tuweze kuwa na uwezo wa kuweza kupigana hivi vita, kuwa na uwezo wa kuweza kufanya maombi ili kuweza kuleta mrejesho wa ushindi. Mungu awabariki sana sana sana, na nikutakia siku njema. Karibu sana kanisani. Mara hapa ni Mount Zion, Kisota, Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania. Mungu akubariki sana.